Nipende kushukuru sana kwa kuweza kujiunga nasi. Siku ambazo zinaisha, tumewaletea njia kadhaa ambazo tunaweza tukatumia na mweye ili kuweza kusaidizana kwa kumleta ndugu, jamaa au rafiki ambao ni wa kiume au wa kike. Nikisema rafiki namaanisha fiancé, kumleta hapa Marekani. Mlikuwa wengi sana kutembelea katika social media zetu, kwenye mapeji yetu na kutuandikia, na niwapongeze wale ambao walichukua hatua ya kuweza kufungua kesi pamoja nasi. Timu yetu itapigana na kupambana ili kuweza kuhakikisha malengo ya wewe kumleta ndugu yako, mke, mme au rafiki yako ambaye ni fiancé wako pia hapa Marekani. Njia zile zinatumiwa na subra, na nyingi zaidi ni fupi, sio ndefu. Lakini ndugu, leo napenda nikujuze kitu. Unapofanya kazi na USCIS ambayo ni immigration ya US, unatakiwa ukumbuke wewe kwanza umefikaje hapa kwenye nchi ya Marekani, na kesi yako ya Marekani umekuja kama nani, umesema nini kwenye interview yako ya kwanza na interview yako ya mwisho. Kwa kuwa yale ni mambo ambayo yanakufuatilia kwenye orodha yote ambayo utafungua kesi nyingine, wanatizama historic ya kesi ambayo ilipita. Siwezi nikakukata nguvu kusema ya kuwa kesi yako yote haiwezekani kufanyika, lakini unapojua mfano ulisema hauna baba, alafu ukaja ukatuambia sisi tulete tena baba, pale sisi tutakuwa wenye kusema uongo mbele ya makao makuu, na itakuwa kesi yako itafanya izuru kesi yako. Kwa hiyo nikushauri sana, unapotaka kufungua kesi kama hizi, ukuwe na details yote ya kujua ulisema nini kwenye kesi zako za awali. Lakini pia vile nikupongeze kwa kuwa nipende kufahamisha ya kuwa kumleta mke au mme au rafiki hapa Marekani ni draw yako. It's your right. Na hakuna ambaye atakukatalia wewe usimuingize mtu wako hapa Marekani. Kikubwa ni kujua utaanza na document gani na utafanya process gani, na process itachukua muda gani. Tunapozungumzia muda, tunatizamia ni time frame ya ile application yako. Pana zenye zinachukua muda mrefu na pana zinachukua muda mfupi. Tuko hapa kukusaidia ili process yako iweze kuchukua time frame ya muda mfupi, lakini pia utusaidie na story ambayo na ama document ambazo zitatufanya sisi turahisishe kazi hii. Niwakaribishe tena sana kwenye Venice, na division ya immigration iko pale kwa ajili yenu popote pale ulipo US nzima. Ukituandikia, tuko na website, tutaregister form zako na tutaweza kufuatilia kesi yako. Leo nitawakaribisha kwenye website yetu ili muweze kutembelea na kutizama historia za watu ambao tuliwasaidia na tukafanya nao kazi, na kwa saizi wako hapa nchini Marekani. Ningependa nikufunze mambo mbili ambayo hayaingiliani lakini yanabebana: tax return na immigration. Kwa nini unaona tax return na kwa nini unaona immigration siku zote ninapozungumzia kuhusu kukushauri wewe na njia za kuja hapa Marekani? Ni kwa kuwa tax yako, unapokwenda kufanyisha tax, ujue ya kuwa yule mtu ambaye ana prepare tax yako, ambaye ni tax prepare wako, ana sababu ya wewe kukufanya usije Marekani, usilete mtu Marekani, na ana sababu ya kufanya kuharibisha ama kuweka records mbaya kwenye maisha yako ya kesho. Kwa kuwa yule ni professional, na unapodili na IRS ina overview mambo yote ambayo unafanya katika nchi ya USA. Na kwenye kesi zote ambazo utafungula za immigration, iwe passports, una apply citizen, iwe green card, wanapenda wahakikishe ya kuwa unalipa tax vizuri. Unapokwenda kufanya tax, kuwa makini sana na vitu ambavyo wanakuwekea kwenye tax yako. Ukitizama kwenye video zangu za awali, nilianza kukuelimisha kupisikana na deduction. Deduction ni vitu gani vyenye wewe unaweza ukafanya kwenye tax yako na vitu gani vyenye uwezo ukafanya kwenye tax yako. Unapochukua hatua ya kuleta mtu Marekani, ujue ya kuwa tax yako itacheza nafasi kubwa sana ili uweze kumqualify yule mtu kuja Marekani. Tax yako itacheza nafasi kubwa kwa sana ili uweze kushindwa kumqualify yule mtu kuja Marekani. Kwa hiyo as taxpayer ambaye mtu unaofanyisha tax, unapokwenda kwa tax preparer, usitishiki na pesa ambazo anazikuonesha. Mara nyingi sana taxpayer prepare anaweza kukuonesha pesa ili aweze kukupofua macho, kukufurahisha,
na mwisho wa siku vitu ambavyo aliweka kwenye document yako sio halali na havitaweza kukusaidia mbele ya safari. Mfano, kununua nyumba, kumleta mtu Marekani na kadhalika. Mifano ni mingi sana. Jambo la pili napenda uelewe ni kuwa utajuaje ya kuwa tax preparer wako walifanya tax yako vizuri au vibaya. Unaweza kaenda kwa mtu akakwambia leo nataka nikufanyie upate pesa nyingi. Ndio, lakini sasa wewe jiulize swali, umetumikia pesa ngapi? Umelipa pesa ngapi? Na deduction zako ama vitu ambavyo aliweka ni vitu vyenye viko sahihi kwako ama vitakuletea madhara nyuma kwenye maisha yako ya mbele hapa Marekani. Na unapoona tax preparer anaweza kuambia ya kuwa anakuandikia namba, anakuambia utapata $10,000, utapata $5,000, utapata $3,000. Usiwe mwepesi kufurahi na usiwe mwepesi kukubali. Chukua IRS to go, ni free application nakupa leo ambayo inatolewa na IRS, ambayo ni system ya IRS. Chukua, weka namba zile ambayo tax preparer wako alikuandikia. Tizama kwenye system ya IRS ya kuwa zitaweza kuonesha ya kuwa ni kweli ndio pesa utapata. Kwa kuwa anapotumana tax ama ana submit tax kwa ruhusa yako, kama alikwambia utapata 5,000 au 5,000, unapoweka ile 5,000 kwenye system ya IRS, inatakiwa irudishe majibu ya kuwa ndio ni kweli pesa yako ni hii na itafika siku fulani kwenye account yako. Usipopata jibu kama lile, ujue ya kuwa mtu yule ambaye alikufanyia tax hajafanya tax, hajakupa namba ya ukweli, labda namba yako ama pesa yako ni nyingi kuliko ile, lakini ameweza kuweka pembeni nyingine sehemu. Kwa makini sana unapokwenda kutafuta tax preparer wa kukutarishia tax yako, kwa kuwa tax ndio mwanzo wa kuweza kujipanga kwenye maisha yako ya hapa Marekani kwa kila hatua ambayo utafanya hapa Marekani. Nikushukuru sana, nipende nikushauri ya kuwa tax return na immigration cases vinabanana, ni kama baba na mama. Kwa hiyo usifanye tax vibaya kwa malengo ya kupata pesa zenye zitakuzuru ama zitakuletea hasara na IRS, ama pesa ambayo itakuzuru na itakufanya wewe usiwe na nafasi ya kuweza kumleta mchumba wako ama mke wako, ama uweze kukosa makao, mfano kununua nyumba au kujitegemea hapa katika nchi ya USA. Jina langu ni Ibrahim Kabongo, nikukaribisha sana kwenye ofisi yetu ya Venice Enterprises na asanteni sana.